Yule katoroka kwa kitendo alichokifanya, nikamwambia kabisa ama zake ama zangu. Lakini hakutakiwa kukimbia. Pia na wewe mwenyewe ukutakiwa kumtishia. Bila shaka umemtishia ndio maana amekimbia. Kampigia mwanangu, kamuumiza. Mwanamke apigwi. Mwanamke anaonywa tu, anaongea, lakini kama umemshinda unamrudisha. Kwa sisi watu wa pwani mtu kumpiga mtoto wa pwani yani kosa kubwa sana. Mtu akimpiga mtoto wa mtu baraza hata sikubali. Nitaka yani fanye chochote kile. Ila anaweza kurudi si rahisi. Bwana, watu wa mikoani wao waachani hivi. Miezi mitatu kwa sisi watu wa pwani. Miezi mitatu tu sisi tushaachi mtu hamna. Akija mtu mwingine mimi nachukua hela. Lakini kwanza nilimwambia pwani sisi ngoma mkeo ikitokea ngoma aende. Hivi vyovyote vinavyofanyika sherehe za kina mama awepo kutunza. Yeye hataki, zote katoa. Hata kumpa hela ile ya kupeleka kutunza amekataa. Ndio chanzo chao hicho. Mimi nadhani hizi habari alizozikuta huku mikoani hazipo. Yaani hazipo kabisa. Hakuna. Sisi watu wa pwani yani kwanza mtoto wetu hataki eti umpeleke shamba alime kama bulldozer sio tractor. Hapana kitu kama hicho. Sisi akitoka pale kusugua mguu toka anapaka wanja anatoka nje ngoma wapi anaenda ruksa hiyo. Na yule nikamwambia akakubali yote. Leo yamekuwa hivi. Kwa nini? Yaani kwa watu wa mikoani ni ngumu. Nimempa mwanangu akae naye. Sasa yeye mara ampeleke shamba. Yule nimempa mwanangu amfanye tractor. Sio tractor. Kazi ni kusaidiana. Kazi ni kusaidiana. Sasa kama mwanao afanyi kazi, anafanya kazi mmoja. Je, siku ile ameumwa, nani atawapa wale kama wasaidiani kazi? Na waambie kabisa au watu wa bara wakija huko wajipange. Sio wakae wakasema tuende pwani tukawe watoto wa pwani wajipange wakubali na masharti yetu ya pwani. Lakini kwa style ngoma sehemu zote sherehe michango hivyo. Lakini akisema sijui achukue nini hakuna. Hey Godi. Vipi uko poa? Niko poa tu, sijui wewe. Za siku. Nzuri. Sasa unajua afadhali nimekuona. Habari yako sister? Salama. Maana naweza kukutana na Godi. Huyo bwana wako yuko wapi kwanza? Alex? Kuna bwana gani mwingine? Naanza kusumbua, sio? Hamna. Sasa. Yaani hivi unavyoniona ndio naenda kwake. Okay, sawa. Naomba umwambie bwana wako aache kutembea na mademu za watu. Kwa sababu sisi wanaume tunajijua. Pale unapokuna mhudumia mwanamke halafu kuna mwanaume mwingine akaweka mguu pale, huwa tunaumia sana. Mwambie aache kutembea na mademu za watu, kwa sababu huyo jamaa ambaye anatembea na demu wake amekuja kwangu na ameniambia atakachokuja kumfanyia asija kamlaumu mtu, kwa sababu anachokifanya sio kitu kizuri. Anatembea na rafiki yako ambaye ni Kajala. Unaona hiyo iko sawa? Kajala? Kajala huyu anayetoka na Po? Ndio maana yake. Hakuna Kajala mwingine. Shemeji Godi, mimi naona kama unanidanganya. Alex wangu hawezi kuwa hivyo. Ndugu wangu, ondoka. Mambo. Sitaje hata hiyo mambo yako. Hivi, wewe Alex, kujishauri unakuja pale kwa rafiki yangu, kujiliza, kusema au utangazie dunia nzima kwamba unampenda Asianka. Unampenda Asianka wewe? Wewe unanipenda mimi wewe? Ungekuwa unanipenda mimi ungetoka na huyo mwanamke wa mtu. Mimi. Sio kweli. Hivi Asianka, kuna rafiki yako yote ambaye anapenda kuyaona haya mahusiano yako? Hakuna rafiki yako ambaye anayatamani kuyaona mahusiano yanaendelea? Nisikilize Alex, usinifanye kama vile sijielewi mimi mtoto. Umenielewa? Mimi najielewa
na naelewa pia vitu ambavyo nimeambiwa kule, na huyo mtu alioniambia hawezi akasema vitu vya uongo, maana ni mtu ambaye namuamini sana. Wewe unataka kusema ina maana haya yote niloambiwa ni ya uongo, si ndio Alex? Wewe yaani mimi kubadilika kote, lakini wewe ndio umeamua kuanzisha, si ndio Alex? Naomba nisikilize vizuri. Mimi sijafanya huo ujinga na mimi siwezi kufanya huo ujinga. Umeelewa? Mimi nakupenda na mimi nitaendelea kukupenda. Acha kusikiliza maneno ya watu. Umeelewa? Hao binadamu ndio ambao wanabomoa, hawajengi katika maisha yako. Kama binadamu kweli wanakupa maneno, mbona hela hawakupi? Tumia akili. Umeelewa? Fuatilia. Usilopoke tu. Jaribu kukaa, fikiria. Hivi ni maneno ambayo ni ukweli? Chuja. Eti kisa tu umesikia fulani anasema hivi, utasikia mengi na tutakuja kuachana pasipo na sababu. Wewe unadhani wewe una akili timamu? Sawa? Mimi siwezi kufanya huo ujinga. Kamwe, never. Ninavyokupenda mama, siwezi kufanya huo ujinga. Kweli. Na huyo mtu kaniambia usipokuwa makini utapakwa mafuta. Hayo mafuta gani? Mafuta ya Mwamposa au mafuta ya alizeti ambayo tunalima kwetu Singida? Mimi ni mwanaume ambaye nina akili timamu, alafu najua nini ambacho ninachokifanya. Isiyo sababu kwa sababu nakupenda, alafu unaanza kuniletea mambo ya ajabu. Kama unitaki, bora uniambie kuliko kunitafutia sababu za ajabu. Umeelewa? Mimi siwezi kufanya ujinga. Mimi siwezi kufanya ujinga katika maisha yangu. Najua nini ambacho ninachokifanya. Huyo rafiki yako ndio adui yako. Kwani huyo rafiki yako anapenda Sikiliza Alex, mtu anaweza akakunyima ugali lakini akakwambia maneno. Na huyo mtu aliyeniambia kaniambia nikufikishia habari hizi. Endelea kutoka na mademu za watu. Kinachofuata ni wewe kupakwa mafuta. Umesikia? Naomba uniheshimu. Mimi nafanya kila kitu kwa ajili yako. Unaamua leo kunivunjia heshima kweli? Asianka. Sikutegemea haya maneno ambayo unaongea hapo. Na kuheshimu. Naomba usivunje heshima yangu. Basi sawa Alex. Nisamehe. Nimeambiwa na mtu ambaye namwamini sana. Hivyo nikajua ni kweli maneno yake. Na mbaya zaidi amenipa talaka. Ameniambia kuwa anitaki tena. Nini shida? Mimi hata sielewi. Tumekaa tu vizuri, ghafla tu anaanza kubadilika. Ananiambia sijui tumefikia, sijui tunapoelekea, sijui itakuwaje. Akaniambia kwamba mimi hapa anitaki tena. Amenipa talaka, amenitolea vitu vyangu, amenifukuza. Sasa amekupa talaka mkoa wawili au? Ndio. Kwa huyu? Hao ndio kakibuli kako? Hapana, vyangu sio hivyo. Nini shida sasa? Hata sielewi, sijui amepata wanawake wengine ndio wanamsababisha mpaka anakuwa hivi. Lakini Waswahili wanasema kulukaluka kwa malaga ndio kuiba. Naona sasa ndio unaenda kuiba. Hapana, leo umekuwa unajua na sisi ni nisaidie kwenda kuniombea msamaha kwa kakako. Rafiki zako hapo wapi? Nimejaribu kwenda nyumbani kwa wazazi wangu. Nilijua tu utasema hivi. Lakini wazazi wangu wameniambia nirudi tena huku kwa wifi zangu. Sasa unarudi kwa wifi zako wakati kwa wifi zako wenyewe uendaje? Leo umepata tatizo ndio umekuja. Tafadhali wifi yangu, niko chini ya miguu yako wifi yangu. Amba uende ukanisaidia kuniombea msamaha kwa kaka yako. Wanda labda wewe anaweza akakuelewa wifi yangu. Mimi sina pa kwenda wifi yangu. Mimi sulangu nitakaa wapi? Mimi nitaenda wapi wifi yangu? Mpaka mmepeana talaka sisi hatujui. Mbona itakuwa ngumu sana? Wifi yangu mimi. Naomba unisaidie kwenda kuniombea msamaha. Mimi sina pa kwenda, mimi hapa mjini. Mimi nitaenda wapi wifi yangu? Nitajaribu. Pole. Haya yanapita tu, litapita yataisha. Yanapita nyumba nyingi sana haya. Nitajaribu. Tuliza pressure. Veronica. Jisikie huru. Unajua Veronica, toka siku nyingi
na kuona kwenye ile njia ambayo kweli moyo wangu ulitokea kuvutiwa na wewe vibaya mno. Shoti nimetokea kukupenda sana Veronica. Na nilitamani sana niongee na wewe. Hivyo basi nilishia kukuona kwa mbali ukiondoka. Veronica, nimetokea kukupenda sana. Hakika wewe mwanamke mrembo sana. Na nitajiona mwanaume mwenye bahati sana kama utaweza kupokea moyo wangu. Naomba nikuulize, hapo unapokaa ni kwa nani na unaishi na nani? Veronica, hapa mimi ni kwa rafiki yangu. Na huwa napenda sana kuwepo hapa kwa muda mwingi. Kwa sababu rafiki yangu muda mwingi huwa anakuwa hayupo. So hivyo napenda sana kuchili mazingira haya kwa sababu ni mazingira yenye amani sana kwangu. Umeniambia ni kwa rafiki yako, sio? Yeah. Kwa hiyo rafiki yako huo uko naye hapa? Yeah, lakini sio kwa wakati mwingi. Sio kwa wakati mwingi. Na vipi kuhusu labda mimi nikubalie mimi na wewe tutaendelea kuwa hapa kwa rafiki yako au itakuwaje? Maana nahisi tutakuwa hatupo huru, wewe rafiki mimi. Kuhusu hilo Veronica, ni kuondoa shaka. Mimi ndo nitakayejua wapi tutakapoelekea kwenda kuishi mimi na wewe. Hapo ambapo utaenda kuwa wewe malkia na mimi nitakuwa king. I think kila kitu kitakaa sawa. Poa. I love you so much. Ndugu yangu, umepanda kwenye miembe au? Sikusikii kaka. Nahisi mtandao unasumbua sana. Ehe, uko unasema kwamba? Sasa sikiliza mwanangu nikwambie. Unamfahamu demu yule Hanifa yule? Yule mke wake na Po yule. Bwana, kumekucha kaka. Bwana kafurumushwa yule dada. Sio kupigwa, jamaa kamfukuza bwana. Kaka mimi nitajulia wapi? Maana mimi sikuwepo unajua. Sio mshikaji yule alikuwa anatembea na Kajala bwana. Mambo mengi yule Po bwana, na mambo mengi sana yule mshikaji. Usichangie muda wote rafiki yangu mimi nikamuoa yule demu. Hebu subiri mwanangu, nitakupigia baadaye kidogo. Kuna mshikaji wangu mmoja hivi amefika, hebu nakwenda kucheki baadaye kidogo. Hapo kaka. Kwa karibu na. Poa. Ambe. Poa man. Sikia Godi. Mimi nimekuja hapa kwa swala moja. Ndio. Kuhusu yule Kajala. Nimekaa na kufikiria kwa kina. Mimi na Kajala basi. Yule mwanamke simtaki tena. Siku ukikutana na ule mpenzi wake Supo nani? Mwambie yule jamaa kuanzia sasa, kuanzia huu muda mimi na yeye basi. Maana unakuambiaje? Asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Hilo neno kaka. Sasa kabla ulimwengu haujanifunza, nimeamua kuchukua maamuzi sahihi. Mimi na Kajala basi. Na ukikutana naye yule si bwana wake si nani? Mwambie mimi na Kajala basi. Umesikia Godi? Ndio. Kama anataka kunifanya jambo baya, basi alifanye, lakini sio jambo kuhusu Kajala. Mimi na Kajala basi tena. Maana tamaa ilimponza fisi. Umeelewa ndugu yangu? Kwanza kaka, nikupongeze kwa kuchukua uamuzi wenye busara. Na sio wenye busara tu, wenye busara sana.